msajili wa vyama vya michezo Tanzania, wakili Abel Ngilangwa, amevitaka vyama vya michezo nchini kutimiza wajibu wao wa kisheria kwa kulipa ada za mwaka kama inavyotakiwa na sheria na kanuni za sekta ya michezo. Amesisitiza kuwa malipo hayo ni muhimu kwa ustawi, uwazi na usimamizi bora wa michezo. Aidha, amebainisha kuwa ofisi yake iko tayari kutoa mwongozo kwa vyama vinavyokabiliwa na changamoto za ulipaji, huku akisisitiza umuhimu wa kulipa ada kwa wakati ili kuepuka vikwazo vinavyoweza kujitokeza kutokana na kutokufuata masharti ya BMT. Baraza la Michezo la Taifa linapenda kuvitaarifu vile vyama vyote ambavyo vimesajiliwa na Baraza la Michezo la Taifa kupitia kwa msajili wa vyama vya michezo hapa nchini kuwa vinatakiwa kuanzia sasa kufanya uhakiki Baraza la Michezo la Taifa ili kuweza kubaini madeni yao ya ada za mwaka, kwa kuwa baraza limepanga sasa kuanzia sasa kuanza kuchukua hatua za kisheria, kwa kuwa tumeona vyama vingi vya michezo ambavyo vimesajiliwa kwa muda mrefu havina uhai ndani ya baraza, lakini vinatekeleza majukumu yao huko maeneo tofauti tofauti. Hivyo wito wetu sisi ni kwamba tunataka tuvifikishie ujumbe huu ni kwamba kuanzia sasa baraza litaanza kuchukua hatua na kuvifuatilia vyama vyote ambavyo vimesajiliwa na Baraza la Michezo la Taifa kuhakikisha vinalipa ada. Hatua nyingine ambayo Baraza la Michezo la Taifa limevipanga ni kuvifutia vyama vya michezo ambavyo kwa muda mrefu vimeonekana havilipi ada na vipo kwenye daftari la usajili wa vyama hivyo. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba viongozi ambao wanaviongoza vyama hivyo kuhakikisha wanachukua hatua hiyo mara moja kwa kuvihuisha hivyo vyama ili viwe hai. Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba amemwagiza Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Hamis Ulega kufika na kukagua maendeleo ya ujenzi wa daraja la Mkuyuni mkoani Mwanza baada ya mradi huo kuonyesha kusuasua. Kufuatia agizo hilo, Waziri Ulega amemwagiza mkandarasi anayetekeleza mradi huo kuhakikisha anakamilisha kazi kwa wakati kama alivyoahidi. Amesisitiza pia kuwa ifikapo tarehe 15 Januari atafika katika eneo la mradi ili kujionea hatua za utekelezaji na kuhakikisha kazi inakwenda kwa mujibu wa makubaliano. Kuna eneo kwenye daraja linaenda linasuasua. Nimeambiwa kuna daraja linaenda linasuasua. Nielekeze Waziri wa Ujenzi pamoja na huyo mkandarasi. Waziri afike kwenye daraja hilo na mkandarasi huyo awepo site, aseme anakamilisha lini kazi hiyo. Nitakapokuja ziara ya kikazi nikute kazi hiyo imepiga hatua. Kwa muktadha wa jambo lililoleta leo, nimetumwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kuja hapa kwa sababu ya ucheleweshaji wa kazi. La kwanza nataka niwahakikishie tarehe 15 Januari nitakuwa hapa. Kwa hivyo bwana mkandarasi, usiku na mchana, na hatutakuongeza hata sekunde. Hatutaongeza sio dakika, hata sekunde siku ya tarehe 15, kwa sababu umeitamka wewe mwenyewe. Si ndivyo hivyo jamani? Tarehe 15 bwana meneja, mimi nakuja hapa. Nataka nihakikishe kwamba mnanikabidhi na tutafanya sherehe hapa. Si ndivyo hivyo jamani? Haya, hilo la kwanza. La pili, vumbi kali sana linalosababishwa na shughuli za ujenzi na upande wa kule ni diversion. Bwana meneja, asubuhi maji ya mwagwe, mchana maji ya mwagwe, jioni maji ya mwagwe kama panado siku mara 3. Upo mzee? Upo bwana mkandarasi? Nataka niseme maeneo yote haya yamwagwe maji wakati wote na vumbi lisionekane. Sasa nataka nikuhakikishie, sitaki kusikia habari hiyo kutoka kwa diwani. Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa Salome Makamba amesema kuwa serikali inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kuboresha miundombinu ya umeme nchini ili kuhakikisha wananchi wanapata umeme wa uhakika.
Mheshimiwa Salome ameyasema hayo Novemba 11, 2025 jijini Dar es Salaam wakati wa ziara yake ya kukagua vituo vya kufua umeme kwa njia ya gesi vya Kinyerezi na Ubungo. Mradi huu ni mradi wenye tija sana kwa wananchi wa maeneo ya Gongo la Mboto na Mbagala na njia ile yote. Wanapata faida kubwa sana kwa sababu kwanza kule kuna uhitaji mkubwa sana wa miundombinu ya umeme, sababu wananchi wa kule ni wengi, maendeleo ni makubwa na kuna viwanda vingi. Baada ya kuimarisha mradi huu wa Kinyerezi 1 extension, maeneo yale yataenda kupata umeme wake kwa sababu tumefunga transformer mpya ya MVA 120 pale, ambayo itawapa umeme wa uhakika ambao haukatiki, lakini umeme mwingi zaidi kwa ajili ya uzalishaji wa majumbani na viwandani. Lakini kwa faida, baada ya kupeleka transformer ile mpya pale katika eneo la Gongo la Mboto na Mbagala, njia ile transformer ya zamani iliyokuwa pale MVA 50 tumeipeleka kwenye eneo la kimkakati la uwekezaji wa viwanda, kongani ya viwanda ya Kwala. Na nilipofika pale maandalizi yameshaanza na transformer itapelekwa ndani ya wiki 2, tunategemea itakuwa imefungwa, itasaidia kutatua changamoto kubwa sana ya umeme katika eneo lile ambapo walikuwa wana changamoto ya umeme kukatika mara nyingi sana katika maeneo yao. Kwa hiyo serikali yetu iko kazini, hatujalala. Uzalishaji wa gesi huko wa kutosha, mitambo yote inafanya kazi na tumejionea mitambo mingi ambayo iko kwenye ukarabati, vifaa vimeshafika na vinaendelea kufungwa. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, Disemba 11, 2025 jijini Dar es Salaam, amekutana na balozi wa Falme za Kiarabu Saudi Arabia, Mheshimiwa Yahya bin Ahmed Okeish, ambapo wamejadili kuimarisha ushirikiano katika sekta ya elimu pamoja na kuongeza fursa za scholarship kwa vijana wa Tanzania. Profesa Mkenda ameishukuru Saudi Arabia kwa kuongeza nafasi za ufadhili masomo ya elimu ya juu kutoka 90 hadi 127 kwa wanafunzi wa Watanzania, na ameahidi kuwa serikali itazitumia kikamilifu fursa hizo ili kuwawezesha vijana kupata elimu nchini humo. Ameeleza kuwa serikali inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuhakikisha vijana wanapata elimu stahiki katika maeneo ya kimkakati ikiwemo sayansi, teknolojia, uhandisi, sayansi ya takwimu na akili unde. Kwa upande wake, Mheshimiwa Okeish amesema Saudi Arabia inajivunia ushirikiano wake na Tanzania katika sekta ya elimu na itaendeleza ushirikiano huo katika kutekeleza mikakati ya kuendeleza elimu na ujuzi kwa vijana wa Kitanzania kulingana na vipaumbele vya taifa. Aidha, ameipongeza Wizara ya Elimu kwa kuwa na sera bora ya elimu na pia mipango yake ya kufanya ziara nchini Saudi Arabia, kutembelea vyuo mbalimbali, kubadilisha uzoefu na kupanua fursa za elimu kwa vijana wa mataifa yote mawili, ikiwemo suala la kuimarisha ufundishaji lugha ya Kiarabu. Ulikuwa nami Ashura binti wa Kasimu, asante na endelea kufuatilia taarifa zetu hapa Net Pro News.